Tusome Isaya 60 na mstari wa 20. Neno la Mungu linasema hivi: jua lako halitashuka tena, wala mwezi wako utajitenga, kwa kuwa Bwana mwenyewe atakuwa nuru yako ya milele, na siku za kuomboleza kwako zitakoma. Jua lako halitashuka wala mwezi wako utajitenga. Hapa na maana jua physical, jua hili linaloonekana. Amen. Anasema sasa Bwana mwenyewe, badala ya jua ambalo limeumbwa na Bwana, Bwana mwenyewe huyo yeye ndio atakuwa nuru yako ya milele, na siku za kuomboleza kwako hizo siku zitakoma. Jua la haki linapozuka, ambao jua lake ni Yesu mwenyewe, ili jua lake linapozuka kuna badiliko linatokea. Jua lake linapoonekana kwa mtu mwenye haki, kuna badiliko linatokea. Bwana asifiwe sana. Kama ilikuwa ni katika hali ya huzuni, kuna badiliko. Kama ilikuwa ni katika hali ya maombolezo, kuna badiliko. Maana yake kuna faraja, kuna tumaini linaingia. Amen. Isaya sura ya 9 mstari ule wa 2. Biblia inasema hivi: watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu. Nikasema jua linaleta nuru. Amen. Watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu. Wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti, nuru imewaangaza. Kwa hiyo malaika anaposema kwenu ninyi mnaolicha jina la Bwana, jua la haki litawazukia, maana yake hata kama umekaa katika giza, Bwana Yesu asifiwe sana, hata kama umekaa katika giza, nataka nikwambie nuru kuu, sio nuru ya kawaida, nuru kuu. Nuru kuu unakwenda kuiona. Narudia tena, hata kama umekaa katika giza, jua la haki linapozuka kwa mwenye haki, nuru kuu unakwenda kuiona. Haleluya. Waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti, nuru imewaangaza. Haleluya. Hata kama unazengewa na namna ya mauti katika shughuli zako, mauti katika kitu gani, mauti sijui kwenye nini, mauti sijui kwenye mambo na nini, na kuambia hivi, jua la haki linapozuka, nuru inaangaza, uvuli wa mauti unatoweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wewe tu ukae vizuri na Bwana Yesu. Ni wewe tu umwelewe Yesu, ulielewe neno la Mungu, ujue unasimama vipi na Mungu. Nasema hivi, siku zote jua linapochomoza ni dalili ama ni mwanzo wa siku mpya. Kuchomoza kwa jua ni mwanzo wa siku. Jua lisingechomoza leo, tusingekuwepo hapa kanisani. Tumekuwepo kanisani kwa sababu jua limechomoza, tumekuwa na siku mpya. Nataka niseme ni mwanzo mpya umekaribia kwa wewe ambaye jua lake linakwenda kukuzukia. Mwanzo wa siku mpya. Sahau ya zamani, mwanzo wa siku mpya. Jua la haki linapotoka, linapochomoza, manake ni mwanzo wa siku mpya. Usikae kwenye mwaka jana na ya jana na ya juzi. Leo nataka niseme ya kwamba ni mwanzo wa siku mpya. Jua peke yake ndio linaloashiria mwanzo wa siku mpya. Ndio maana kuna mawio na macheo. Jua linapochomoza manake ni mawio ya jua. Bwana asifiwe sana. Amen. Hiyo ni mwanzo wa siku mpya. Ni mwanzo mpya. Ni mwanzo mpya. Nataka nitamke na kutangaza, yuko mmoja mwenye haki, ni mwanzo wa siku mpya kwake. Yeye ambaye anajijua ya kwamba jua la haki nataka kumchomozea, ni mwanzo wa siku mpya kwake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vizuri ukalichukua neno la Mungu, ukalifanya kwa la kwako, ukalibinafsisha, ukasema hili nalitaka mimi nimuone Mungu katika hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia tu balize kitabu cha Ufunuo sura ile ya 22 na mstari wa 16. Neno la Mungu linasema, ambao umeshafungua Biblia, Ufunuo 22:16, Biblia inasema hivi: mimi Yesu, mimi sasa sio mimi ni Sembucha, sio Yesu. Amen. Lakini nasoma kama Biblia ilivyoandikwa. Amen. Mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo hayo katika makanisa. Mimi ndimi niliye shina na mzao wa Daudi, ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Anasema mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi
mambo hayo katika makanisa. Hebu chukua hili neno ambalo tumejifunza leo kama la kwako, ambalo Yesu ametuma Roho Mtakatifu aliseme kwako. Anasema, mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia mambo hayo katika makanisa, ikiwa ni pamoja na kanisa la KLPT Mivumoni. Yesu ameliachilia neno kukueleza hizo habari. Haleluya. Anasema, mimi ndimi niliye shina na mzao wa Daudi, ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Manake anapojitambulisha mimi Yesu, anapojitambulisha mimi nimemtuma Roho wa Mungu aseme hivyo, anapojitambulisha kwamba mimi ni shina na mzao wa Daudi, anataka usiwe na mashaka na neno la kwake. Anataka uliamini neno la kwake. Anasema, mimi ni ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Hey. Mimi ni ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Hivi unaelewa mantiki yake? Unaelewa mantiki yake? Mimi ni ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Hai. Unajua nyota ya asubuhi inayong'aa huwa inatangulia, huwa inaashiria mwanzo wa siku mpya. Amen. Inaanza nyota ya asubuhi linachomoza jua. Sasa nyota na jua, Yesu kajipa majina yote mawili. Yeye ni nyota na ni nuru. Yeye ni nyota na ni jua. Kwa lugha nyingine ni hakikisho kwamba anaposema mimi ni nyota ya asubuhi, manake ni mwanzo wa siku mpya. Mimi ni mwanzo wa siku mpya. Mahali pengine akajiita yeye ni Alfa na Omega. Yeye ni mwanzo wa siku mpya. Mimi ni nyota inayong'aa asubuhi. Haijalishi hata kama bado kuna kagiza giza, lakini ndani ya kagiza unaiona nyota inayong'aa katikati ya giza. Ukiona hiyo nyota inayong'aa katikati ya giza, unajua asubuhi inakuja. Ghafla asubuhi imechomoza, jua linaanza kuangaza. Unasema, jua la haki limenizukia, ninakwenda kumwona Bwana. Tena jua lake, jua lenye kuponya, jua lake, jua ambalo linarudisha haki yangu yote. Jua la haki limenitokezea, jua la haki limenizukia. Lakini nyota inayong'aa ilianza kuzuka kwanza asubuhi. Unaogopa nini? Unakata tamaa kwa ajili ya nini? Unanyong'onyea kwa ajili ya nini? Acha kuchoka, endelea mbele. Wewe mshike tu Yesu, usijichanganye na maisha haya. Utamwona Yesu kama nyota inayong'aa asubuhi. Lakini ukijifanya mjanja, wewe unasema wewe wokovu nani ataniona, mchungaji anijui, uko mtani umekuwa kama ulivyo, uko nyumbani umekuwa kama ulivyo, nakwambia hamna kitu kitaonekana kwako. Tunazungumza habari ya nyota inayong'aa, tunazungumza habari ya jua linalochomoza na kubeba haki ya mtu na kuleta uponyaji. Halitakugusa. Kwa sababu gani? Maisha yako hayampendezi Mungu. Hebu jipange na uwe kwenye ile kundi la pili la wacha Mungu ambao wamesema kwenu ninyi jua lake litazuka. Usiwe kama ile kundi la kwanza. Unapotaka kuona jua lake likuzukie, jipange uwe kundi la pili la wacha Mungu. Maisha yako yampendeze Mungu. Usije ukafanya maisha ya ujanja kanisani. Usije ukafanya wokovu wa ujanja, wokovu ambao hauna mantiki, wokovu ambao hauna maana, wokovu wa feki, lakini unaonekana uko mtani. Sio, hutamuona Mungu. Nakwambia mpaka ujiunganishe na kundi la wacha Mungu kweli kweli. Nalisikia nachokisema? Amen. Bora umwambie Mungu leo, ninatubu kwa sababu nimekuwa na wokovu ambao haonyeshi kama ni mcha Mungu kweli. Nimekuwa sikutumiki kwa kumaanisha. Maana tulisema kutoka mstari wa 18, mtapambanua kati yake amtumikie Mungu na asiyemtumikia Mungu. Angalia unamtumikiaje Mungu kama unataka jua lake likuzukie. Angalia habari ya utumishi wako wa kumtumikia Mungu. Tulisoma ile Malaki 3:18, hapo ndipo mtakapopambanua kati ya mtu anayemtumikia Mungu na asiyemtumikia Mungu. Tumekaa kanisani kama watu ambao wamtumikii Mungu. Kwa nini? Kutokuelewa neno la Mungu linasemaje. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Natamani sana kila mmoja ajiconnect na Mungu kweli kweli, ili hilo jua la haki limwangazie, ili ile nyota inayong'aa asubuhi imwakie na maisha yake yaende vizuri, na amuone Mungu siku na mchana. Anapoingia, anapotoka, anapokwenda, anaporudi, hilo jua linamulikia. Hata kama ni usiku wa kawaida, lakini jua linaangaza.